Ilianza kwa mataifa 32 yakadondoka yakabaki mataifa 16, yakadondoka yakabaki mataifa 8, yakazidi kudondoka yakabaki mataifa 4, kisha yakabakia mataifa mawili yaliyoingia kwenye fainali kumenyana kutafuta mwanamali ambaye ni Simba kutoka Teranga, na maanisha Senegal kutoka Afrika Magharibi dhidi ya Simba kutoka milima ya Atlas, na maanisha Morocco ambaye ndio wenyeji. Bwana Willis, unazungumziaje fainali? Manake Senegal waliweza kutoa ushindi bao 1-0 dhidi ya wenyeji Morocco, fainali ambayo ilikuwa ni na misukosuko sihaba katika dakika za kata mtu shingo. Nafikiri katika safari za timu zote mbili kufika katika fainali ilidhihirika kwamba timu zote mbili zilikuwa za viwango vya juu. Jaribu kuangalia safari ya Morocco kuelekea katika fainali, wengi wanahisi walikuwa wakibahatisha ama walikuwa wakibebwa. Lakini ukijaribu kuangalia pia walijaribu kutia bidii, kwa sababu ukiangalia katika awamu ya makundi, mechi ya kwanza nafikiri ilikuwa dhidi ya Comoros, ambapo walishinda 2-0. Mechi ya pili ikawa ni ile sare ya dhidi ya Mali ya kina Djigui Diarra. Mechi ya tatu ikawa ni yao dhidi ya Zambia, ambapo waliambulia Zambia, walicharazwa mabao 3-0. Hapo tukatoka tukaingia katika awamu ya 16, ambapo timu hiyo ya Morocco ilicharaza timu ya Tanzania bao 1-0, ambapo Tanzania walizungumza sana. Hapo ndio kilio kilianza dhidi ya Morocco, kwamba Tanzania kwa kweli walinyimwa penalti dakika za mwisho. Na nilipoangalia pale katika wakati huo walikuwa wanafanya shambulizi wale Tanzania, ndio unajua kila mtu lazima alilie haki. Lakini nilipoangalia pale ilikuwa ni soft penalty, singedhani kwamba ingekuwa ni penalty. Lakini pia unajaribu kutazama, ingekuwa Morocco basi wangesababisha hatua hiyo katika awamu hiyo, wangepewa penalty. Kwa hivyo nafikiri ingawa maybe kutakuwa na changamoto za hapa na pale katika maamuzi, wakati mwingine kutakuwa na utata. Tukatoka wakarejesha Tanzania Bongo. Baada ya kurejesha Tanzania Bongo, sasa tukaingia katika awamu ya robo finali, ambapo walicheza na Cameroon yake Eto'o, na Morocco wakawacharaza Cameroon mabao 2-0. Kutoka hapo tukaingia katika awamu ya semi-finali, ambapo walicheza na Nigeria, ambao ilikuwa mechi ngumu. Kwa hivyo nafikiri ilikuwa bahati pia, kwa sababu walishinda katika matuta ya penalti baada ya muda wa mazidadi. Na niliona pia mashabiki wa Nigeria walizungumza sana pale kwenye mitandao ya kijamii, wakilalamika sana kusema kwamba yule referee wa katikati ya uwanja kwa kweli alikuwa anajaribu kufanya mambo yake, hata ingawa hakuwatunuku wale Morocco bao, lakini wanasema kwamba aliwalisha wachezaji wa Nigeria kadi nyingi sana. Na hivyo basi wachezaji wao wakacheza na uoga mwingi katika dakika zilizobaki. Nadhani kwamba alikuwa anajaribu kuadhibiti, lakini ni maamuzi ya referee. Na vile pia wakasema kwamba wale wachezaji wa Morocco walikuwa wanapiga rafu sana, lakini hawakupewa kadi. Lakini nafikiri kabla michuano kuanza, nafikiri kulikuwa na hiyo hisia kwamba wanacheza kwa Mwarabu, kwa hivyo mchezo kwa utunzwa siku zote. Tuangazie safari ya Senegal kuelekea katika finali. Senegal kuingia kwenye finali ni kwamba katika kundi lao walianza mechi ya kwanza dhidi ya Botswana, na wakaweza kuwachabanga 3-0. Kisha katika mechi ya pili walicheza na wale vijana wa Rumba DRC Congo, wakapiga sare ya bao 1-1. Kisha mechi ya mwisho ilitoka AFCON. Wengi wakisi nikana kwamba ilikuwa mojawapo ya timu ambazo zilikuwa na uwezo mkubwa, lakini mipangilio yao nafikiri ilikuwa duni. Kisha katika mechi ya mwisho wakaweza kuwashinda wale Benin 3-0. Wakaweza kuingia katika awamu ya 16 bora, ambao walipatana na timu kutoka maeneo ya Afrika Mashariki na Kati. Nafikiri kwamba ni Sudan walipatana nao na wakaweza kuwachabanga 3-1. Wakaelekea katika robo finali, wakapatana na wale Mali. Timu yake Bissouma, ambaye kwa kweli Bissouma amekula kadi nyekundu mara 2 katika AFCON. Kwa hivyo kidogo pia walimlaumu Bissouma, amewaangusha kidogo, manake ndiye alikuwa nahodha wao, lakini tena kidogo nidhamu yake ilikuwa chini.
Hapo wakaweza kuwashinda Mali bao 1-0. Kisha wakaingia katika awamu ya nusu fainali na wakaweza kumchabanga wale Misri yake Mohamed Salah. Mechi ambayo Misri walidhibitiwa kwa viwango vyote. Manake Misri nafikiri walilemewa katika michuano ile. Na nafikiri hata mashabiki walifurahia kwamba mechi ilisha. Kwa sababu ingeendelea nafikiri wangenyoroshwa hata zaidi. Sadio Mane akaweza kupata nafasi na kuweza kuzamisha wale Misri. Ndipo sasa wakaweza kufika kwenye fainali ambayo ilikuwa ya aina yake. Nafikiri ni mojawapo ya fainali ambazo zilizungumzwa kila mali. Pamoja na maamuzi ya referee, nafikiri pia ukiangalia mechi ile, nafikiri timu zote zilikuwa zinatoshana nguvu. Hakuna mwenye unaweza sema alitawala mechi. Ingawa timu ya Senegal ilipata bao kuelekea dakika za mwisho. Nafikiri ukiangalia namna bao ile lilivyofungwa, nafikiri ilikuwa also very soft to deny them. Wakapokonywa na kukawa na penalty ambayo pia ilisababishwa kwa kona. Na mwamuzi akapeana hiyo penalty, akaenda kwenye VAR. Manake utata ulitokea pale wakati ambapo Senegal walifunga lile bao lao na wakasema kwamba kulikuwa na madhambi yaliyotendeka pale kwa Hakimi na ule mshambulizi wa Senegal. Lakini wale wachezaji wa Senegal walikuwa wanamwambia aende kwenye VAR akaangalie, kwa sababu ile ilikuwa ni ile lilikuwa bao. Kwa sababu Hakimi kwa kweli alikuwa anamzuia ule mchezaji asifikie ule mpira. Kisha naye ule mchezaji nafikiri Hakimi alikuwa anamwangazia mchezaji, hakuwa anaangazia mpira. Naam. Kisha ule mchezaji anauendea mpira. Atafanya nini? Lazima pia ajaribu kutafuta mwanya ndio afikie ule mpira na kuupige kwa kichwa. Sasa ule naye Hakimi alichukua nafasi yake akateka advantage, akaanguka chini, akasema kwamba ilikuwa ni foul. Kisha pale dakika kidogo pale Diaz naye aliangusha kwenye box. Yule Malik Diouf alimwangusha kwenye box. Moja kwa moja referee akaenda kwenye VAR. Nafikiri pia ilikuwa 50-50, 50-50. Haikuwa iwe penalty moja kwa moja. Lakini wakati alikuwa akielekea kwenye VAR, nafikiri uamuzi ulikuwa unajulikana tayari. Kwa sababu ukiangalia pia yule Malik Diouf pia alifanya masiara, kwa sababu katika dakika kama hizo na katika mchuano kama huo haufai kufanya makosa kama haya. Manake ndio ukijaribu kuangalia ndio pia defender amefanya makosa. Lakini ningekuwa yule referee kwa mchuano wa haiba kama hiyo, kwa kweli mimi ningesema hamna. Kwa sababu mpira wenyewe unaelekea kuisha na tunaenda katika dakika za mazidani. Sasa hivi meneja huyu amekuwa akisambaa sana kwenye mitandao za kijamii na mwamuzi huo, kwa sababu wengi wanahisi ni kwamba alikuwa akiwabeba Morocco. Kwa sababu lile penalty wakati alipokuwa akienda kwenye VAR, kila mtu alikuwa anajua kwamba safari ya Senegal imefika mwisho. Nafikiri uamuzi ambao ulikuwa ukitoka hapo ulikuwa ni ule wa kuhakikisha kwamba Morocco amepata penalty. Isitoshe, nafikiri tuzungumzie meneja wa timu ya Senegal ambaye aliwaambia wachezaji wake waondoke uwanjani, watoe cover kwa timu ya Morocco. Unazungumziaje kisanga hicho na pengine yale ambayo atafuata siku zijazo, kwa sababu lazima achukuliwe hatua, lazima kutakuwa na mgogoro hapa na pale, kwa sababu taifa la Senegal, serikali imesema kwamba itafanya kila liwezalo kuhakikisha kwamba meneja huyo hawezi kuadhibiwa. Nafikiri kwamba CAF na vile vile FIFA wamekushatoa maamuzi yao na kusema kwamba watamsimamisha kwa muda ule mkufunzi anajulikana kama Pape Bonadio, kwa sababu walisema kwamba yale mambo ambayo aliweza kufanya kwa kweli haikubaliki kabisa katika mchuano wa kandanda. Na kwa kweli kivyangu mimi naweza kusema kwamba haikubaliki, kwa sababu ndio unaona kwamba ulipata nafasi ukanyimwa. Yule referee pia akapeana nafasi pande ule mwingine, lakini anasema kwamba ni penalty. Moja kwa moja kutakuwa na hisia ndio yatakuwa pale, lakini kuna pia yale sheria ambayo yanasimamia kandanda. Kwa hivyo nafikiri kwamba ule mkufunzi ndio ana haki ya kuweza kuandamana na kusema kwamba ndio sikubaliani na maamuzi ya referee, lakini kwa sababu kuna sheria, referee's decision is always final. Kwa hivyo yeye angetulia, wacha penalty ipigwe, labda huenda Mendy akashika ama wafunge iishe, iwe tata ni malalamishi wataleta baadaye. Hiyo ilisaidia timu ya Senegal kwa sababu baada ya kutoka nje waliporejea, wachezaji wa Morocco tayari walikuwa wamevurugika kimawazo na nafikiri pia
walirudi wakijua kwamba tayari wamepoteza mechi. Wanasema kwamba labda masuala ya Ndumba alikuwa anafanya kazi pale, kwa sababu walikuwa wanasema kuna communication kidogo alikuwa anafanya kidogo. Mane akazungumza na ule mzungu ambaye alikuwa mkufunzi wa zamani wa Cameroon. Kisha Mane akaenda kuambia wachezaji wenzake warudi. Akaenda hadi kwenye dressing room akamwambia turudi, wacha penalty ipigwe. Nafikiri uongozi wa Mane ulidhihirika wazi kwa sababu katika viwango hivyo kila mchezaji mara nyingi hukubali matokeo na kusema kwamba heri niifanye hii nisipoteze mchuano kwa kufungwa. Hili ionekane kwamba tulionewa. Lakini tuzungumzie namna pengine waamuzi wa Afrika wanavyofanya katika michuano ya haiba kama hiyo, kwa sababu kiniuliza mimi nadhani katika mpira wa soka Afrika katika maamuzi tuko chini. Kwa sababu katika huko Ulaya nafikiri pia kwa sasa tungekuwa tunazungumzia muamuzi huo pia kuchukuliwa hatua wakati meneja wa Senegal anapochukuliwa hatua. Nafikiri ukijaribu kuangalia mchuano huo wa finali haukuwa finali, ulikuwa ni kama mechi ya kawaida kwa sababu muamuzi aliwaegemea sana Morocco. Hebu zungumzia namna tunavyofaa kufanya ile uamuzi wetu katika mpira wa soka uweze kuimarika, kwa sababu inavunja moyo kwamba wakati fulani unaweza kutabiri kwamba timu fulani itabebwa na hiwe hivyo hivyo, kwa sababu tulitabiri kwamba Morocco itakuwa na mkono wa kulia wa referee, na nafikiri kweli nilipotazama mchuano ule Morocco walikuwa ni kama walitoa kitu. Nafikiri kwamba watu walikuwa wanafanya a lot of anticipation kwa lugha ya Kimombo. Manake wale Morocco wakiwa nyumbani watu wengi walikuwa wanajua kwamba ndio kwa sababu wako nyumbani watabebwa, na walikuwa na uchu sana wa kushinda kombe hili, manake ni miaka 50 tangu waweze kushinda kombe hili. Lakini kivyangu katika finali hiyo kwa kweli mkufunzi kwa dakika 90 alifanya kazi vile inavyofaa. Kwa hivyo nafikiri kwamba utata ulitokea pale tu ambapo alikosa kuwapa Senegal ile bao. Kisha baada ya dakika kidogo akawatunuku Morocco penalty. Ndipo sasa utata ukatokea pale, wakaanza kusema kwamba ndio tulikuwa tunangoja hii nafasi itokee na ndio imefika. Nafikiri watu wanasema Morocco anapoanguka muamuzi anazingatia sana. Lakini wale Senegal wanapoangushwa muamuzi anajifanya hajayaona yale yanayofanyika. Kwa hivyo nafikiri mchuano huu, nafikiri katika uamuzi unaona ni vipi tunaweza imarisha marefari wa bara la Afrika ili waweze kufanya maamuzi huru ambayo yanaweza yakawa ya haki. Kwa kweli mimi siwezi kufanya madai kwamba muamuzi alikuwa labda akiegemea upande wote. Unajua wale pia ni binadamu na pia ile pressure iko. Manake Morocco iko nyumbani, mashabiki zaidi ya 60,000 wako pale kwenye uwanja. Kidogo ile pressure itakuwa. Na wewe kama binadamu kidogo wakati mwingine labda utafanya tu makosa ya hapa na pale. Lakini uamuzi kwa kweli umekuwa mzuri. Siwezi nikalaumu ule referee. Labda tu ni ile dakika za mwisho kidogo, labda kivyangu mimi ningesema ningekuwa referee ningekatalia mbali ile penalty. Lakini kwa kweli uamuzi umekuwa ukifanya kweli. Na kwa kweli Morocco kama wasemavyo mcheza kwa hutunzwa na vile vile hutuzwa. Walijaribu kila wawezao. Lakini mwisho wa siku kulingana na wewe unadhani kwamba meneja wa timu ya Senegal anastahili adhabu kwa yale aliyofanya? Kwa kweli kama ni sheria ndiyo basi sheria itafuata mkondo wake. Lakini nikijaribu kuangalia katika ile nafasi ambayo alikuwa, kwa kweli pressure ni mingi. Kwa hivyo mimi ningekuwa rais wa CAF Mosepe pamoja na rais wa FIFA Infantino, kwa kweli ningeita ule mkufunzi na kukaa chini naye nikamwambia kwa kweli hii ilikuwa makosa. Ni makosa ndiyo, lakini umefanya kweli na umeshinda kombe, lakini wakati mwingine jambo kama hilo lisiweze kufanyika, manake ndiyo kama Senegal wangeenda na kabisa mchuano ule kukataliwa mbali na Morocco watunukiwe kama washindi, basi moja kwa moja yale maamuzi basi mimi ningesema kwamba angeadhibiwa. Lakini kwa kweli kwa sababu alikubali tena wachezaji warudi kwenye uwanja, na pia baadaye aliomba msamaha na kusema kwamba pengine alishindwa kudhibiti hisia zake wakati huo na ikawa amefanya maamuzi hayo na inakubalika. Lakini nafikiri Afrika ilisimama na Senegal. Kwa hivyo ukisikia sauti ya kila Mwafrika walikuwa naegemea Senegal. Walisi ni kama Mwarabu ni mzungu. Kando na hayo basi tunasema kongole Senegal pamoja na vile vile Sadio Mane ambaye kwa kweli aliweza kuonyesha ueledi mkubwa na vile vile uongozi ambao unafaa. Na unaona kwamba basi wakati wa kuinua kombe aliweza kupewa ile amba. Mchezaji yule ni mfalme wa Afrika kwa sababu alichokifanya wakati wa hisia kama hizo
sio kila mchezaji angefanya, kwa sababu ungeangalia hata kama ingekuwa kina CR7 nafikiri kama ingekuwa hata CR7 angekuwa katika hatua hiyo angefanya mabaya zaidi kuliko hata wachezaji wa timu hiyo waliofanya, kwa sababu Mane alikuwa mwanaume. Yule jamaa ndiye alifanya timu hiyo kushinda taji hilo. Labda usungumzie wachezaji binafsi katika viwango vyao. Tuzungumzie basi yale zawadi ambao waliweza kupewa wale wachezaji walifanya kweli. Mchezaji bora wa kinyang'anyiro Sadio Mane moja kwa moja alistahili. Nafikiri kwamba hata uamuzi huu ulikuja baada ya kuweza kutoa uamuzi huo kuwaita wachezaji wenzake warudi kwenye uwanja. Sijui kama utaniruhusu nikurejeshe nyuma kidogo, manake katika mazungumzo kuna kitu. Nafikiri zungumzia penalty ya mchezaji huyo wa Real Madrid Brahim Diaz. Zungumzia hata kama kwa sekundi 10 tu kwa sababu ilikuwa ni gumzo katika finali hiyo. Naam. Nafikiri kwamba kijana alikuwa chini ya pressure. Manake ile penalty yule mchezaji El Nesri ndiye alikuwa apige yule penalty. Lakini kidogo wakageuza ikawa ni Diaz. Diaz nilimwangalia sura yake wakati anapiga ile penalty. Kwa kweli kijana alikuwa na shauku kubwa sana. Alikuwa ametia baridi sana. Na alipoenda kupiga ile penalty kijana anataka kupiga Panenka katika finali kama hiyo. Wakati unahitajika tu upige bao hata kama ni kombora. Sijui alifanyaje. Lakini ilikuwa ni alifanya maamuzi ya kikubavu kinatizamini, kwa sababu Morocco tayari walikuwa wametia kombe kidindoni. Manake ni ile penalty walikuwa nasubiri, wangepiga ile penalty mchuano ulikuwa umeisha, ungekuwa umeisha. Mimi ningekuwa mkufunzi ningemwambia Hakimi achukue ile penalty. Naam, kwa sababu ni mzoefu, ni nahodha na anajua kwamba ni nini ninachokifanya. Yule kijana ni mdogo ndio wanataka kuwe mfungaji bora. Tayari ako na mabao 5. Lakini wakati huo ulikuwa unahitaji bao, sio ufungaji bora. Wakati huo ulikuwa unahitaji bao ikupe ushindi katika mchuano huo. Na nafikiri hata wakati huo muamuzi alimzomea sana. Na baadaye akatolewa kwa sababu hangeweza kucheza tena. Mchuano huo ulikuwa mgumu. Naam, lakini kwa hivyo mchezaji alifanya mizengwe. Naam, lakini kandanda huwa hivyo. Lakini mara siku zote kandanda hutokea mambo ambayo kidogo unashindwa ilifanyikaje. Ni kama yale yaliyofanyika Afrika Kusini mwaka 2010. Hata kama siku utazama mchuano huo nilikuja baadaye nikaiona wakati Suarez alinao mpira kwenye mstari wa goli na akapewa kadi nyekundu na yule jamaa alipiga ile penalty dakika ya mwisho ili wakwende kwenye hatua nyingine akapoteza. Ni masuala ya kandanda hayo. Kwa hivyo Mane ndio mchezaji bora wa kinyang'anyiro na tunasema kongole kwake. Goalkeeper ambaye aliweza kuonyesha uledi mkubwa tangu kinyang'anyiro ianze ni Yassine Bono wa Morocco na anastahili kabisa. Wakapeana ile fair play team of the tournament Morocco. Unakubaliana na hilo? Natofautiana kikamilifu. Lakini Waarabu ni kweli walikuwa lazima watunzwe, sababu nashindwa ni mbinu gani walitumia kuikabidhi timu ya Morocco fair play. Ilikuwa ni jambo ambalo pia ina maswali mengi kuliko majibu. Kisha wangepatia DRC Congo hata kama wakufika mbali. Kisha basi mkufunzi mfungaji bora mchuano hiyo bila shaka Brahim Diaz raia wa Morocco, mchezaji wa Real Madrid. Alistahili kabisa, hata ingawa kwamba kijana alikuwa amesononeka sana na ilikuwa ni siku mbovu kwake. Nafikiri one of the worst days in service. Sababu ukipoteza mchuano huu wa finali na nafikiri ni finali ya AFCON za mara ya kwanza yeye kushiriki. Tangia abadilishe uraia na kuchezea timu ya Morocco. Hivyo Morocco walikuwa wametia imani kubwa kwake, lakini akashindwa kwa sababu ya nafikiri umri na uzoefu, akawa amefanya makosa ambayo haikustahili. Hapo ndio unagonganga mtu ngoto hata kwa vyovyote vile. Haya, mtazamaji wa Nadupa TV, tumefika kikomo ya kipindi Gumzo la Spoti, ambapo hii leo tumekuwa tukizungumzia fainali ya kombe la mataifa bingwa barani Afrika, ambapo Senegal kwa mara ya pili wameweza kunyanyua kombe hilo na Sadio Mane kuweza kushinda kombe hilo kwa mara ya pili. Na hiyo jana basi aliweza kusema kwamba katika timu ya taifa ataweza kupiga michuano za kombe la dunia, kisha kimaliza atakuwa anaondokea. Na ukumbuke mechi yao ya kwanza itakuwa dhidi ya Ufaransa katika kombe la dunia. Kwa hivyo tunasema shukrani sana, zidi kufuatilia Nadupa TV. Tutazidi kuzungumzia masuala ya ligi kuu Uingereza na vile vile pia masuala yote ya spoti. Tutakuwa hapa ndani ya Gumzo la Spoti
kukuambia yale yote ambayo ungependa kuyasikia. Nimekuwa wako Gaucho 10 pamoja na mwenzangu Willis Motonka. Tunasema shukran na kwaheri kwa sasa. Na Dupa TV, Dupoto Olosholang.